Nakupenda pia. Babu, shikamoo. Sasa hiyo shikamoo inahusiana na nini? Hiyo shikamoo ndio ilokuleta hapa. Hebu jaribu kusema shida yako. Hiyo shikamoo hainipunguzii dhambi wala iniongezei thawabu. Kilichokuleta nini? Babu, mimi nilikuwa naomba kisamvu kidogo. Kwa ushazurura maneno yangu, mbona kisamvu kimestawi, si ndio? Kwa nini unajia kuomba matembele? Unashindwa kuchuma matembele wewe mtoto wa kike? Sikia nikwambie kitu kimoja. Mimi hiyo nidhamu sina. Yatakabal Ismail, yatakabal inshallah huwa hadha wajala marudi tufila. Mimi wema sina hata kidogo. Sijawahi kuwa mwema katika vitu vyangu. Wewe unajua mimi nimepanda kwa muda gani hayo? Nimeasimamia, nimeuzuia hilo shina kutoa muogo, limekuja kutoa majani yenye kustawi juu. Asubuhi amekuja Ozu kuomba tunda, nimemfurumua mbio. Baada ya muda tu amekuja Adamu anataka tunda, nimemzuia na nimemkimbiza vibaya sana. Ushasoma. Kwa hiyo itikadi za kuomba vitu kwangu sitaki. Sina nidhamu ya kutoa vitu vyangu pasipo mkono kuwa na kitu. Kidogo tu babu. Wewe, kidogo unakijua wewe? Kama unataka kidogo fumba jicho moja. Cheza kama maele. Mimi nakupa. Ba mdogo, mbona kama mnagombana? Si ubinti kaja hapa kazuula kwenye eneo langu kaona kisafu. Yaani kaona kisafu. Ina maana kwa hajaona hata matembele. Yaani kazi ya kuchuma matembele hana kabisa, kati binti mbichi huyo. Mimi nimwambia hapa kisafu hakuna. Ni bora tukitunze hicho kisafu tutakula mimi na wewe kesho. Ba mdogo, yaani kisafu ndio cha kugombana muda wote huu? Ukiona mtu amekuja kuomba jua ana shida, hebu mpe bwana. Nenda kachume. Asante. Afu mbona unajifanya mwema sana wewe? Unasemaje? Unasemaje nini? Nasemaje nini? Wewe nenda tu afu mwingine tutamaliza baadaye. Nataka unipe langu. Tumeshazungumza ndani, nimeshakwambia mimi nitakupa hiyo pesa yako sina. Nimekwambia nataka pesa yangu. Ansu usinichezee. Nimemwacha mume wangu amelala kwa ajili yako. Nataka unipe pesa yangu. Lakini sasa mbona unashindwa kumuelewa? Tumezungumza zaidi ya masaa mawili ndani. Yaani jambo moja tunaongea tunarudia. Unakosa umuelewa. Kwa muelewa nikwambia mimi leo sina, lakini siku nyingine nakupa. Hakuna hata siku moja ambayo mimi nimekumbusha kama leo. Juzi tu nimekupatia 30. Unataka kuniambia jana leo imeisha? Mbona ni kawaida mimi kila kuja nachangia kijiwe? Nikuulize kitu. Alikwambia na kijiwe mimi ni nani? Kijiwe si hicho? Si hicho hapo kijiwe au? Mimi nachangia mara kibao tu. Siku moja mtu akiwa haelewi. Na wewe unamuelewa basi. Kuna kupata, kuna kukosa. Leo nimekosa. Fanya nimekosa. Alafu fikiria siku nyingine. Unajua ba mdogo, kuna kitu ambacho mimi sijakwambia. Yaani nimeshindwa kuelewelewa. Unajua kuna binti mmoja ananifuatafuata, ni mdogo hivi. Alafu ni kama mchawi, kuna muda macho yake huwa yanawaka hivi mwanga. Alafu kuna wakati anatembea spidi. Kwa mimi nashindwa kumuelewa. Alafu anachodai yeye kwamba mimi ananipenda, alafu na baba yangu aliwahi kukutana naye. Anasema sijui alikutana naye kipindi amedondoka kutoka kwenye sayari yao. Kwa mimi nilishindwa kumuelewa kabisa yule binti. Alafu juzi hapa alining'ata mgongoni. Baada ya kuning'ata haikupita muda mrefu nikakuta alama zote zimejiziba. Kwa nimeshindwa kuelewa ni binti wa namna gani. Wewe utakuwa na miemko. Wewe utakuwa na miemko. Wanasema siku ya staajabu ya Musa utayaona ya Firauni. Sasa leo nimeanzia kuyastaajabu ya Firauni na yaona ya Musa. Wewe unadai nimekumbuka. Kuna binti moja bwana amewahi kusaidiwa na baba yako. Huyo binti tukutanaye kwa Zoful hali. Na baba yako akataka tumsaidie, then tukamsaidia. Na baada ya kumsaidia, huyo binti alitokea kuvutiwa sana na baba yako. Wakaanzisha mahusiano. Sasa baada ya muda, mahusiano yameenda, ndio ikatokea baba yako amepotea. Baada ya kupotea baba yako, ndio huyo binti sasa akaja kuonana na mimi. Yaani unajua mimi bado najiuliza kitu kimoja. Yaani mtu ambaye kaamua kukukabidhi moyo wake, mtoto wa watu yatima, hana wa kumpenda zaidi ya wewe. Hajui mama yake alipo, hajui baba yake alipo, hana mapenzi kwa upande wote ule kwenye maisha yake. Kaja kukukabidhi moyo wake mdogo, kijana wa watu,
kukupenda, kuonesha nidhamu, kuonesha mahaba kwako, lakini leo hii unamuua. Yaani bado najifikiria lakini sipati majibu. Wewe endelea kuamini unavyoamini. Ila mimi nataka unisaidie kitu kimoja tu. Aha. Unamaanisha kwamba imani yangu ipo siku itaniponya. Ehe, umeshaua na unataka nitende msaada. Nikachimbe kaburi mama? Nikatupe mwili kwenye nini? Nikaufiche wapi mwili kusudi usijigundulike wewe ndo muuaji? Au nikusaidie kitu gani ambacho wewe unataka nikusaidie ambacho mimi sijakitaja hapa? Ni kitu gani hicho alikuomba? Kiukweli usiwe na haraka katika kufahamu jambo. Ukitaka kulifahamu jambo, jaribu kutanua masikio na kupunguza mdomo. Usikivu uwe mkubwa sana kuliko kuongea. Ipo siku utafahamu, sio kwa haraka hivyo. Ila nina uhakika dhahiri shahiri kwamba huyo binti ndio aliyosababisha kifo cha baba yako. Inawezekana? Unasema siku nyingine? Kwa nini usiniite hiyo siku nyingine na umeniita leo? Usinichukue mimi maraya wala changudoa. Nimekuja kwako hapa sio kama nimekuja kujiuza. Unanisikia vizuri wewe? Naomba unipe hela yangu. Na unavyosema kwamba ningekuita siku nyingine, hapo unakosea. Mimi nilikuwa nampendi na wewe leo. Hayo mambo ya siku nyingine siku nyingine. Naondoka. Ila pesa yangu naitaka. Ukiona nimerudi hapa kwako, unajua nimefuata pesa yangu na sio kuja kufanya mambo yako ya kijinga kijinga. Umenisikia vizuri wewe? Sawa. Wewe basi itakuwa mume wako. Unajua unapo hai, siku nyingine unapata nafasi ya kutoka. Kwa muelewa basi. Leo ndio unajua kwamba nina mume. We binti, afadhali nimekutana na wewe hapa. Hebu naomba uniambie kitu kimoja. Sasa, kwa nini ulimuua babangu? Maana unajifanya sasa unanipenda mimi, sijui lengo lako na mimi uniue. Kumbe wewe kweli ulikutana na baba yangu na ukamuua. Muda ule unadanganya baba yako alinisaidia. Kumbe mkaenda katika msaada ukaamua kumuua sasa. Lengo lako sasa unakuja na mimi uniue. Kwa nini unataka kuniua? Kumbe wewe ni katoto kauaje? Ndio maana hata siku ile ukaamua kuning'ata na ulining'ata makusudi ulinilenga mimi, wala sio binti. Wewe unataka kuniua nimegundua. Kwa nini unataka kuniua? Mimi hapa sikumuua babako. Ila alikufa kwa sababu alikuwa ananipenda. Sasa, kwa hiyo sasa kama babangu alikupenda ndo akafa. Kwa hiyo na mimi sasa unataka nikupende nife. Si ndio unachokitaka wewe? Wewe huwezi kufa. Kwa sababu wewe ni mali yangu. Mimi mali yako kivipi? Mimi hapa ni mjamzito. Na nilikuwa nakuomba mwanangu akizaliwa umlee wewe. Samani, hilo swala la ujauzito nimelisikia kwako au kuna mtu kazungumza nyuma yangu huko?